Aliyesema mke mwema toka kwa Mungu alikosea. Mapenzi ya kwanza amefanyika na shetani. Eva alipokutana na shetani, sote tunajua walikula tunda tunajua maana yake ni nini. Ajabu akapata mimba, aliposikia utamu wa tunda akamletea Adamu, na Adamu akakula wakamsinzia mimba, akazaa mtoto naitwa Kaini aliye na roho ngumu kama babake. Raundi ya pili akazaa Abeli aliye na roho nzuri kama babake. Kawaida ya shetani akakutaka akakuingia, hakuachi, na maana wanawake wote ni wa shetani. Tunaishi nao, tunawataka, tunasubiria pepo ya Mwenyezi Mungu. Tumewafanya starehe, na maana starehe yetu ni ya shetani. Kama anadanganya mkamuuliza Yesu, akajua mapema, ndo maana kafa hajihusishe na mambo ya wanawake. Sorry kwa atakayekwazika. Watumishi, mumetuletea hofu ya umaskini kwa kutupiga pesa. Tukafanya kitu, fikiria Mungu anakuona. Mumefanya tushindwe kuendelea, tukatoa vitabu vyote vya dini. Mungu tunamjua wapi isipokuwa hofu ya gemu ya pesa. Mwaulize wanandoa, umefanya miaka 5 kwenye ndoa hujawahi lala kwenye kiti, basi we ni sujaa. Wanasema ukipata mke mwema umepata utajiri, kama ukipata jini njema umepata utajiri. Tofauti gani mke na shetani? Mnayejihusisha kwa swala ya ndoa ama ya dini, mseme ukweli na sio kuongea kwa fumbo. Kama ni gemu ya pesa, mseme mna njaa tuwachangie, na sio kusema Mungu anatuona. Niko wazi, tuseme ukweli. Unaweza zaa mtoto na mtuma kwenye vita na unajua atakufa? No. Ama shetani na Mungu ni sawa? Aliyesema ongezewe muda, basi tena tufanye tuelewe na sio kuamini. Uaminifu umetufanya maskini, inatupasha kuwa makini. Kuna dunia, kuna ulimwengu, kuna uelewa. Uko wapi njifahamu? Akaniuliza wewe ni nani? Nikasema Mbindule Sharone. Wakataka nicheki kwenye mtandao, kwenye YouTube, Facebook, popote pale unapotaka utakutana.